Yes, mimi naitwa Victor Meena na hii ni wakati mwingine tena, karibu katika Tanzania Halisi. Leo tupo na mchungaji Hananja. Mchungaji Hananja tutakwenda kupata mawili matatu tu kuhusiana na yeye. Mchungaji, shalom. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji Hananja, Tanzania ilivyo sasa ni ile ambayo ulitamani miaka yote au ipo katika ndoto za akili yako? Safari ya maisha ya mwanadamu ina mabadiliko. Unatoka utoto tu uzima, uzee. Utoto, ujana, uzee. Kwa hiyo mambo hayawezi kubaki vile vile. Hata zamani tulimwabudu Mungu katika hali tu ya kwenye madhabahu. Leo hii kuna vyombo vya habari. Ziko madhabahu za radio, kama Radio Nunu ya Nabii Joshua, tunamsikiliza Yesu huko. Kwa hiyo mabadiliko lazima yawepo, hatuwezi kubaki vile vile. Sisi mwanadamu ni kiumbe hai, anatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuna mchanganyiko wa haki na amani. Tofauti yake ni ipi na wewe uko wapi? Kila mtu mtazamo wake anatanguliza lipi. Yote ni mambo ya Mungu. Na nilizungumza kwamba yote, kila mmoja ana ufunuo wake, kipi muhimu. Hatugombani kwa hayo mambo kama watoto wadogo. Na huwezi kudai haki bila amani, huwezi kudai amani bila haki. Vyote vinaenda pamoja. Hao ni mapacha. Mimi nakudai wewe 1000 yangu, nakuja na kukaba kabari. Huko nakudai. Nimekudai bila amani ujue. Japokuwa ni haki yangu. Lakini pia mnataka nitendewe haki, wewe unipi amani. Unataka nifanye amani, wewe unipi haki. Kwa hiyo vyote viko sambamba. Na unafunuliwa kwenye lipi kusema, kila mmoja aseme kule ambako amefunuliwa. Lakini sisi tunachojua kabisa, Yesu ni mfalme wa amani. Mshauri wa ajabu, mfalme wa amani. Na Yesu alipofufuka tutangazo la kwanza, amani. Amani yangu nawaachia. Na wakati mwingine hata kama utendewe haki, Mungu anakupa amani. Amani ipitayo akili zote. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7. Hata kama haki haipo, Mungu anakupa amani. Unaweza kudhulumiwa kabisa hata nyumba yako, Mungu anaweza kukupa amani ukasonga mbele. Umedhulumiwa mali yako, unasonga mbele. Hapo ni amani ya Mungu ipitayo akili zote. Sasa wakati mwingine tunazungumza amani gani? Kuna amani ya dunia, lazima nipate. Tutakabana, tuuane, lazima nipate. Kuna amani ya Mungu. Hizo watu wa madhabahu watu wanatangaza mara nyingi amani ya Mungu ipitayo akili zote. Kabisa mtu anaona yeye amedhulumiwa, mbona ameacha? Mungu amempa amani. Kwa hiyo mara nyingi tunapishana kwenye kuzungumza ni amani gani. Sio, tunapozungumza amani tunamtaja Yesu. Huyo mfalme wa amani. Naweza kukosa vyote lakini nina amani ndani yangu, nina Yesu. Mchungaji Hananja, ukipewa nafasi sasa hivi wanakusikiliza, ushauri mamlaka kuu kabisa ya Ikulu, lakini na vijana wagenzi wanaoitwa na vyombo vya dola, ungewaambia nini? Hatuwezi kumaliza matatizo kwa matatizo. Matatizo yanamalizwa kwa mazungumzo. Ndio maana rafiki yangu Nabii Joshua, matatizo ya watu anayamaliza kwa kuzungumza kwenye madhabahu. Lazima tukae tuzungumze. Hekima ni kumaliza tatizo bila kuzalisha tatizo lingine. Kwa hiyo hatuwezi kumaliza tatizo kwa tatizo hata siku moja. Tumalize matatizo kwa mazungumzo. Kuanzia ngazi ya familia, serikali ya mtaa, mpaka mamlaka iliyo juu kuu, tuzungumze. Na hawa wanarusha ndege Ukraine na Russia huko, siku moja atakaa kwenye kiti na meza. Ndio silaha ya kwanza duniani. Tukae tuzungumze bila ya kuona kwamba nani mshindi nani mshindwa. Sababu tukiharibu sisi, mshindi ni shetani tu. Sisi wote tutakuwa washindwa, na hatukubali kushindwa. Tunazungumza. Mungu ametupa akili sisi. Sisi sio wanyama, hawatakaa kuzungumza mpaka Yesu anarudi. Watatafunana tu. Swara na simba, nyumbu na simba. Sisi tukae tuzungumze. Wapi tulipokosea, tunasonga tena. Hata Mungu, Adamu na Eva walipoanguka, aliwatafuta kwa mazungumzo. Adamu uko wapi? Itakiwa wazungumze, anasema huyo mwanamke uliyenipa. Ndio amevuruga mazungumzo. Lakini kama angetulia, angezungumza vizuri tu, angesameheana. Eva anaulizwa, anasema nyoka. Mimi sio jibu nilotaka hilo. Kila mtu ananyoshia kidole. Hapo hatuwezi kufika. Wakafukuzwa bustani Eden. Mungu alitaka waanze mazungumzo kama mwanzo. Uko wapi? Angesema niko hapa, nimekosea, nimekula tunda ambalo umeniagiza. Mazungumzo yangeanza. Anasema anamlaumu Mungu. Huyo mwanamke ulionipa ndio kosa lako, sio mimi. Mungu sasa, kumbe wewe majibu ya ajabu juu ya kunyoshana vidole. Mungu anamtafuta, maana yake anataka, sio kwamba alipotea, hayupo kwenye uwepo wake. Dhambi inakuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Sio kwamba hayupo aonekane. Maana watu wengine wanasema kama Mungu anamtafuta Adamu, huyo Mungu gani? Uko wapi? Tafsiri yake wewe haupo kwenye uwepo, sikuoni. Dhambi zimevuruga uhusiano wetu. Adamu angesema tuzungumze, Mungu naomba unisamee, mambo yangeisha. Leo nimeona walevi
kwenye madhabahu wamekuja kujisalimisha na wameitwa kwa mara ya kwanza. Walevi wamekimbia mbele, wenyewe walevi wamekuja kuanzisha mazungumzo. Mambo yameisha. Nani atapita barabarani awambie wewe mlevi? Wameafanya mazungumzo. Nabii amewaita kwa mazungumzo na Mungu, na wao wakaenda kwa mazungumzo. Hakuna aibu tena ya ulevi, na watu wamejaa kibao. Mwite mlevi barabarani, wewe mlevi, utabeba matusi yote pale mbele za watu. Wameona tumeitwa kwenye kuzungumza. Kwa hiyo tusinyoshane vidole, tukae tuzungumze. Tumetenda dhambi, tumekosea, tuzungumze. Na tunaweza kuzungumza kama tuna nafasi ya Mungu ndani yetu. Kinyume chake tutatafunana, tulaluana, na mwisho tutaangamiza nchi hii. Tunashukuru sana. Ni unaiona wapi Tanzania siku za mbele? Naiona vema tu kama kuna watumishi wa Mungu wanasimama. Hivi ujue ipo katika kiwango hiki sasa kuna watumishi wa Mungu. Sisi tuna wanadamu wana virusi vya dhambi huyu. Anaandika kwenye Mhubiri sura ya 9 mstari wa 3. Moyoni mwa mwanadamu mna wazimu wa maovu. Mwanadamu ni mwenda wazimu. Anaponda kwenye nyumba za ibada. Kama HIV, ARV, neno la Mungu lipo. Wanakunywa ndio wanapungua. Wewe unaona hivi ni maombi haya ya watumishi wa Mungu. Rafiki yangu kama Nabii Joshua, maombi yao ya watumishi wa Mungu ndio yanatengeneza hapa tulipo hapa. Lakini kinyume chake tungefika mbali. Kwa hiyo iko salama. Kama watumishi wa Mungu wapo wanaosimama kuziba mahali palipomoka, hakuna kuangamia. Bado tuko salama. Labda kama wataondoka, Yesu atawachukua, aondoke nao, tuache sisi peke yetu wagonga kokoto huko. Tutatafunana vibaya sana. Kwa hiyo mimi naamini bado yuko salama. Na tunatakiwa kuamini hivyo kwa jina la Yesu. Bado yuko salama Tanzania.